habari ya mjini ni moja tu, namna ambavyo Iran anatuonyesha hekaheka zake zisizoweza kuzuiliwa. So mambo yamezidi kuwa mabaya kiasi kwamba kwanza Marekani inasema imepata shortage. Kwa Kiswahili sijui niseme imeishiwa, ila kuishiwa sio hivyo, yani kama vile wanaelekea kuishiwa makombora ya kurusha kwenda Iran. Kwa hivyo kinachoendelea sasa hivi, wanajeshi wameanza kuchukuliwa ili waende kule wakapigane na Iran. Sasa guess what? Wakati hawa wanajeshi wakisafirishwa, walipofika kule, kumbuka kambi za Marekani zote zimepigwa mabomu Kwa hiyo wakataka kutumia kambi za Spain, na Spain wakasema hapa hatutaki ndege zenu zitue, hatutaki mtumie kambi zetu sisi kupigana na Iran, hatutaki kuingia matatizoni. Si unanielewa? Mara Uingereza nao wamebadilisha maamuzi kutoka kwenye kukubali kambi zao zitumike. This time around wanasema na wao hawataki kuingia matatizoni na Iran, kwa hiyo hawataki kambi zao pia zitumike. Kwa hiyo I don't know what is exactly going to happen kwa hao maaskari wa US, lakini pia kufikia leo Marekani ilikuwa inasema kwamba ni askari wake 6 tu waliopoteza maisha kwenye hiyo vita ya Iran tangu wao waanze kusafirisha askari baada ya kuishiwa makombora, lakini Iran imesema kwamba imeua maaskari wa Marekani takriban 156, na wachambuzi wanadai kwamba huenda idadi ni kubwa zaidi ya hiyo, ila Marekani, serikali ya Marekani haisemi ukweli kwa sababu wananchi hawakuunga mkono hii vita kutoka mwanzo. Kwa hiyo rais anaogopa kuambia ukweli wananchi wake kwa sababu itazidi kuleta matatizo, kwa sababu as we speaking kuna baadhi ya raia wa Marekani wanafikiria kwenda barabarani kuandamana ili kumshinikiza rais wao aache kutafuta vita, especially na Iran, kwa sababu wanaogopa. Sasa kwa mfano sasa hivi wananchi wanawaza, kama ameishiwa makombora nini kitatokea sasa? Manake kaka zetu, baba zetu, dada zetu ambao ni wanajeshi ndo wanaenda kufa, na hao pia wakishamalizwa nini kitatokea? Na ikumbukwe kule hawana kambi za kufikia, yani hadi hoteli ambazo zimelaza hao maafisa wa Marekani zilikuwa zinapigwa mabomu, zote zinalipuliwa. Kwa hiyo kule hawana pa kufikia. Hali ni mbaya kiasi hicho. Lakini sasa kama hiyo haitoshi, the orange guy ndo kwanza amekuja mtandaoni akawachamba UK na Spain, amewapa vichambo Uingereza na Spain, kamwita Uingereza kigeugeu, kasema hana msimamo, hatoi ushirikiano, wakati yeye kawasaidia sana wale kwenye mambo yao. Alafu kuhusu Spain ndo kawawekea vikwazo vya biashara, kasema kuanzia leo wafanyi biashara na Spain. Kwa nini wamnyime kambi? Kwa nini wamnyime kambi zao za kijeshi yeye asinde kupigana na Iran? Lakini pia wakati huo serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake imewapa taarifa wale wananchi wake walioko kwenye zile nchi za Kiarabu eti kwamba hawawezi kuwapa msaada wa kuwarudisha nchini. Kwa hiyo kama kuna mtu kuna namna anaweza akafanya yeye mwenyewe akarudi nchini Marekani, afanye tu. Wao kama ubalozi hilo jambo hawaliwezi kwa sasa hivi. Unaelewa hali inakuwa mbaya kiasi gani mpaka ubalozi unawaambia watu watafute namna zao wenyewe, ubalozi hauwezi. Yani serikali inakiri kuwa haiwezi kuwaokoa wananchi wake. Unaelewa mambo ni mabaya kiasi gani? Na hapa niko ambako nataka sasa tupate tafakuri moja. Ya kwanza, wale wa Tanzania ambao walikuwa wanashabikia haya mambo yatokee na nchini kwetu, ni faida gani hasa mnayoiona hapa kwa wenzetu wanaoipata? Yaani faida gani hasa hapa mnayoiona? Na jambo jingine ambalo sijalielewa, kwa nini kila nchi ambayo inakuja kuingia vitani chokochoko zake zinaanzishwa na diaspora? Kwa nini? Ni kwamba diaspora wengi wakishaendaga nje wanajisahau raia wa nchi zao, wanakuwa wanajiona na wao wa majuu nini, wamezaliwa huko, si ndio? Kwa hiyo hawajali nini kitatokea kwenye nchi zao walizotokea. Kwa sababu chokochoko za Venezuela ambazo tuliambiwa Maduro ni dikteta, anachukuliwa, matokeo yake tunaona Maduro kachukuliwa, mafuta anachukuliwa na pelekwa Israeli bure. Kwa maana hiyo issue haikuwa kuwaokoa wa Venezuela, issue ilikuwa ni mafuta. Lakini zile chokochoko zilianzishwa na diaspora. Yaliyotokea hapa nchini kwetu pia tuliona ni watu ambao hawakai hapa ndo ambao walikuwa wanatuelekeza nini cha kufanya. Same as Iran. Walioanza kuleta hizi kelele mpaka Marekani amepata mwanya wa kuingia kule ni diaspora.
What's wrong? Na nafikiri sasa hata wale mliokuwa mnaunga mkono wanaharakati uchwara mnaelewa kwa nini sisi we were always against them. Kwa sababu liberation pekee ambayo hawa watu wanaweza kuileta kwenye mataifa ni vifo. Hiyo ndio liberation wanaweza kuleta. Idadi ya vifo vya wale watoto imefika mpaka 165. Tukumbuke diaspora wa Iran walikuwa wanawaambia Marekani wakawasaidie mabinti wa Iran kwa sababu wanalazimishwa kufunika vichwa vyao. Wakawasaidie mabinti wa Iran kwa sababu wananyanyaswa. Matokeo yake msaada huo ni kuwaua mabinti wadogo zaidi ambao hata hawajafika umri wa kuvaa hizo hijabu kisheria ndani ya Iran. Hayo ndio maendeleo tunayotaka. Akili kumkichwa guys. Wanasemaga show me your friends and I'll tell you who you are. Nionyeshe rafiki zako nitakwambia wewe ni nani. Marafiki wa wanaharakati uchwara ndio hao.